Bwana Yesu asifiwe. Shalom shalom. Ninawasalimu tena katika jina la Yesu. Ni wakati mwingine tena tunaendelea na somo letu kwa habari ya maombi, kwamba maombi ndio uti wa mgongo wa Mkristo. Kama ambavyo tumetangulia kujifunza, tumeongea habari za maombi, tumeongea namna ya mtu kujiunganisha na Mungu, kwamba mtu ni roho yenye mwili mtu ni roho lakini mwenye mwili ambaye ana nafsi. Kwa hiyo unapoomba unajiunganisha moja kwa moja na Mungu, kwa sababu Mungu ni roho. Kwa hivyo maisha ya Mkristo au maisha ya mtu anayemtegemea Mungu ni lazima ajue namna ya kuwasiliana na Mungu. Na nikasema maombi ni mawasiliano kati ya mwanadamu na muumba wake, yani kati ya mwanadamu na Mungu. Somo letu limekuwa linaendelea, nilitoa mifano mingi, niliongelea kwa habari ya kuomba, kwamba kwenye Mathayo 7:7 Mungu amesema tuombe pasipo kukoma, lakini amesema ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa. Lakini leo nataka twende mbele zaidi, tuombe. Baba Mungu, katika jina la Yesu, asante kwa ajili ya kutupa tena kibali tuendelee na tuweze kumalizia somo letu hili kwa habari ya maombi. Ninaomba ukaniwezeshe mimi mtoto wako ninapoenda kuachilia hili somo, basi kila ambaye ninitazama na kila ambaye ananisikia ambaye alikuwa ajui namna ya kuomba, basi akaweze kujua namna ya kuomba. Maana tumezoea, wengi tunapenda kuombewa, lakini Mungu, wewe ni Mungu wa mtu binafsi. Kwa hiyo kila mtu tunatakiwa tujue namna ya kuongea na wewe ambaye ni baba yetu. Asante Roho Mtakatifu, maana utakuwa pamoja nasi na utatuongoza tunapoenda kumaliza somo hili katika jina la Yesu. Amen. Leo nataka kuongelea kitu kingine. Kwa majina yangu ninaitwa mtumishi Alice Pascal Haule. Leo ninataka kuongelea kwa habari ya kuombea watu wengine. Watu wengi wanapenda kuombewa, lakini watu hao hawako tayari kuwaombea watu wengine. Nataka kusema nini? Unapenda kuombewa na mchungaji, kuombewa na mwinjilisti, kuombewa na mtume, au kuombewa na kiongozi wako au na padri, lakini wewe mwenyewe uwezi kumuombea mtu mwingine. Uwezi kuombea hata ndugu yako, uwezi kuombea hata bosi wako, uwezi kuombea hata nchi, hata dakika 5 uwezi kuomba. Kwa nini unasema sijui kuomba? Nilifundisha kwa habari ambavyo wanafunzi wa Yesu walimuuliza kwamba tunaomba utufundishe kuomba kama ambavyo Yohana aliwafundisha wanafunzi wake. Aliwafundisha ile sala ya Bwana ambayo tunaijua sisi wote: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje. Na nikakuelekeza namna ya kupita kwenye hiyo sala, ukaomba kwa maneno ya kinywa chako. Leo nataka ufanye zoezi baada ya kusikiliza hili somo. Hata kama hujawahi kuomba hata siku moja, leo ombea mtu walau mmoja. Iwe ni mwanafamilia, iwe ni mfanyakazi mwenzako, iwe ni jirani yako. Leo baada ya kusikia hili somo, sema nimekusikia mtumishi wa Mungu, leo nitaomba. Na wewe ukatumia walau dakika 5 au 10 kuombea mtu mwingine. Biblia imesema ombeaneni nyinyi kwa nyinyi. Ndivyo neno la Mungu nasema. Lakini katika Ayubu 42:10, Ayubu alipoomba kwa ajili ya rafiki zake, ndipo alitoka kwenye ule uteka aliokuwepo. Unakumbuka historia ya Ayubu na yote aliyoyapitia. Lakini kilichomsaidia Ayubu ni kuomba kwa ajili ya watu wengine. Na wewe leo omba kwa ajili ya watu wengine. Omba kwa ajili ya nchi yako. Watu wengi wanalalamika, sijui nchi yetu, hapa kuna shida, jambo hili kuna shida, kitengo fulani nimeenda sijapata huduma. Sasa kule unapoenda kwenye hicho kitengo, unategemea ni nani ataomba? Umeenda uhamiaji, umechelewa kupata passport. Unafikiri utendaji wa wale watu, uvivu, uzito, rushwa na nini, mambo kama hayo yanatutegemea sisi waombaji. Tayari unamjua Mungu. Omba kwa ajili ya uhamiaji, omba kwa ajili ya magereza, omba kwa ajili ya bandari, omba kwa ajili ya vitengo mbalimbali kwenye nchi yako, omba kwa ajili ya ndugu zako, ombea hata mkoa uliotokea. Basi hauna maendeleo, unalalamika hakuna barabara, hakuna nini,
Tunapoomba, ulimwengu wa roho unatawala ulimwengu wa mwili. Kwa hiyo unapozidi kuomba, mabadiliko katika ulimwengu wa mwili yanatokea kutokana na waombaji ambao wamekaa kwenye zamu wakiomba katika ulimwengu wa roho. Unapoomba unafanya mapinduzi katika ulimwengu wa roho, unaleta vitu vipya, na Mungu anaachilia kibali kwa yule anayeomba. Tumesikia habari za Daniel, lakini tumesikia habari ya Nehemia, jinsi alivyoomba na kaweza kwenda kujenga ukuta. Wewe leo umesimama kwenye eneo gani na unaomba nini? Sio kila siku unajiombea vitu vyako tu. Acha umimi, acha ubinafsi. Yesu alikuja kwa ajili ya watu wengi. Aliacha enzi na kiti chake na heshima yake, akashuka, akazaliwa kama mwanadamu, akakubali kudhalilika ili mimi na wewe tuokolewe. Leo hii umekuwa Mkristo wa kawaida. Leo hii unaishi miaka 10, miaka 15, huwezi hata kuombea mchungaji wako, huwezi kuombea hata mtaa tu au tarafa au wilaya unayoishi. Mabadiliko yanaanzia rohoni, kwa sababu ya namna ambavyo watu wamekaa kwenye zamu kwa ajili ya kusemezana na Mungu na kupeleka hoja. Lakini nataka kitu kingine leo. Nilifundisha kwa habari ya kusamehe, roho ya msamaha, ambayo sio somo, lakini watu wengi wanashindwa kuvuka katika maombi kwa sababu wanaenda mbele za Mungu wakiwa wamewabeba watu kwenye mioyo yao, wamebeba uchungu, wamebeba hasira, wamebeba visasi. Unapotaka kwenda mbele za Mungu, hakikisha moyo wako uko safi. Achilia, samehe, na wewe mwenyewe jitakase, tubu na uwe salama, ndipo uweze kupeleka hoja. Jambo ambalo ni la mwisho leo tunalomalizia nalo katika hili somo, nilitaka kukwambia kitu kimoja. Maombi yanaweza kufungua kila mlango uliofungwa katika maisha yako. Hakuna mlango wote usioweza kufunguka. Kwenye Mathayo 18:18 amesemaje Bwana? Anasema kwamba sisi ametupa mamlaka ya kufunga na kufungua. Tutakalolifungua duniani limefunguliwa mbinguni, tutakalolifunga duniani limefungwa na mbinguni. Kwa hiyo ni muhimu sana wewe kuombea vifungo vyovyote unavyoviona vya ulimwengu wa roho. Kuna watu wanaona kabisa amefungwa mikono yake nyuma, anaona kwenye ndoto, anaona kwenye maono, hauombi. Usipoomba unategemea kila siku uende kuombewa. Watu walio wachanga kiroho ni wengi, na kazi ya Yesu kutuweka duniani ni sisi twende tuwe nuru, tuwe taa, tukawatoe walio gizani, tukawalete katika nuru ya mwana wa pendo lake. Lakini ukikaa kama mtoto mchanga wa kiroho siku zote, huwezi kuomba, unataka uombewe tu. Hakuna kanisa linalokuwa kama hakuna watu wanaojitambua wakaomba na kuwaombea wengine walio wachanga kiroho wanaokuja. Bwana asifiwe. Paulo na Sila kwenye kile kitabu cha Matendo ya Mitume 16:25 pale mpaka 26, waliomba mpaka milango ya gereza ilifunguka. Walikuwa katika kuomba. Kuna ile wimbo tunaimba wanasema walisifu, lakini ukisoma pale kwa mstari wa 25 anaongelea kwamba waliomba, na walipoomba milango ilifunguka. Ni muhimu sana tuwe waombaji. Tujitahidi kuomba. Omba asubuhi, omba mchana, omba jioni, milango itafunguka. Lakini kwenye Matendo ya Mitume sura ya 3 ule mstari wa 1 mpaka wa 7, unaona pia kuna waombaji walioomba kwa ajili ya Petro gerezani, na Petro alitoka katika gereza. Unafikiri kuna vitu vingine haviwezi kutokea pasipo kuomba? Petro alikuwa amefungwa, ajui hata atajitetea vipi. Ndio maana nimeongelea habari ya kuombea wengine. Petro alikuwa hawezi kujitoa kwenye lile gereza, lakini wale waliokuwa wakiomba ndio walisababisha malaika wakaenda na wakamfungua Petro kutoka kwenye kile chumba cha ndani cha siri, kutoka tena mpaka nje, milango ikafunguka, kila kitu, minyororo ikadondoka, na Petro akatoka gerezani. Malaika akamsaidia akatoka gerezani. Alipofika kwa wale waliokuwa kimwombea, sasa ona, unapoomba hakikisha una imani. Walipomuona yule kijakazi anaitwa Roda, alipoenda kufungua, aliona kafikiri anaona mzuka au anaona mzimu au jini, lakini ukumbuke walikuwa wakiomba. Kwa hiyo unapoomba hakikisha unaamini kwamba maombi yako Mungu ameyasikia. Kama Mungu anasikia maombi yako na kukujibu, atakujibu. Kwa hiyo maombi bila imani ni sawa sana gari ambayo haina mafuta au haina oil, imepaki tu.
Kwa hiyo maombi lazima yawe na imani, na ukishaamini hakikisha kwamba ndani yako unaona matokeo ya kile ulichokiombea. Hakuna mtu ambaye ni special mbele za Mungu kwamba huyu peke yake ndo anaweza kuomba. Yeyote amwaminie, umemwamini Mungu, umemwamini mwanae Yesu Kristo, ukiomba kwa jina lake, lolote utakaloliomba atalifanya. Ndivyo anavyosema, ukiomba na ukiamini, jua limekuwa lako, kwenye Marko 11:24. Basi baada ya kukwambia hayo, leo ninamalizia hili somo nikitaka kukuombea Mungu apate kukubariki. Uwe na wiki yenye baraka, uwe na siku yenye baraka, uwe na kibali popote unapoenda, milango yako ikafunguke. Chochote ambacho kilikuwa kimezuilika katika ulimwengu wako wa roho kikapate kuachia, milango ikafunguke kama ilivyofunguka milango ya gereza alipokuwa Paulo na Sila. Na wewe milango yako ikafunguke, milango ya kibali, milango ya masomo, milango ya visa. Wengine wanatafuta visa, wengine wanatafuta vibali vya kazi, wengine wanatafuta viwanja. Mungu anaweza kukufanikisha kwa kazi ya mikono yako, kwa bidii unayoifanya katika kazi yako na maombi. Usifikiri tukiomba hatufanyi kazi. Fanya kazi kwa bidii, lakini kadri unavyofanya kazi kwa bidii, omba pasipo kukoma. Mungu atakujibu tena kwa majira yake. Usimwekee Mungu mipaka. Usimwambie Mungu mimi nimeomba miezi 3, mbona fulani ameomba mwezi mmoja. Matokeo ya maombi anayejua ni Mungu. Tunaomba lakini tunaruhusu mapenzi ya Mungu. Ninakutakia baraka za rohoni, baraka za mwilini. Hakikisha unaomba, lakini hakikisha usiombe pasipo kuwa na password. Usiombe pasipo kuwa na neno. Hakikisha neno la Mungu linakaa kwa wingi ndani yako. Ndipo sasa unaingia kuomba. Na katika kuomba kwako, omba pasipo kuchoka. Hakuna mahali anasema maombi yana kikomo. Omba pasipo kuchoka. Omba usiku, omba mchana. Ukiamshwa saa 9, omba. Umeambiwa omba kwa ajili ya wagonjwa. Kila mtu ana kitengo chake. Yamkini wewe Mungu anataka uombe kwa ajili ya wanafunzi, ombea wanafunzi. Yamkini wewe unasema mimi sio mwalimu, lakini Mungu amekuweka kwenye engo hiyo, anakusudi. Na kila ambaye anafanya kazi ya Mungu kwa uaminifu, Mungu huwa anampa thawabu. Mungu awabariki. Ninawatakia wiki ya baraka sana. Nawatakia ushindi na kila mnachoenda kifanya kikapate kufanikiwa. Tutaendelea na somo lingine jipya. Naamini kwa hatua hizi na kwa vitu vichache ambavyo nimeviachilia kwa habari ya maombi, hautakuwa tena mtu wa kulialia. Utaomba. Hakikisha unaomba, mwana wa Mungu. Shalom, shalom.